Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, almar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake hiyo anatuhabarisha kwamba hakika mtu huwa siku zote yupo juu ya tabia ya rafiki yake. Almar'u ala dini khalili, mtu siku zote anakuwa katika tabia ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil, tunatuambia kama mtu siku zote yupo katika tabia za rafiki yake, bi maana ya kwamba kwa kawaida ilivyo, ukiwa na rafiki bora, basi ni wazi na wewe utakuwa mbora katika wewe rafiki. Ukiwa na rafiki mcha Mungu, ni wazi na wewe utakuwa miongoni mwa rafiki wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa na rafiki mwenye tabia njema, na wewe utafuata tabia njema za rafiki yako. Lakini pia ukiwa na rafiki muovu, kuna asilimia kubwa yeye inayokuwa muovu. Ukiwa na rafiki mwenye tabia za ajabu ajabu, kuna asilimia kubwa ina wewe ukawa katika tabia za ajabu ajabu. Almar'u ala dini khalili, mtu yupo katika tabia za rafiki yake. Mtu anakuwa juu ya tabia za rafiki yake. Kama ni hivyo, basi tumehusiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwamba falyanzur ahadukum man yukhalil, basi atazame mmoja wenu, tena atazame vizuri, afikirie mmoja wenu, afikirie vizuri sana, man yukhalil, ni nani wa kumfanya rafiki. Ukitaka kuwa mwema, basi angalia rafiki aliyokuwa mwema. Ukitaka kuwa mcha Mungu, basi pia uangalie na marafiki zako. Lakini ukitaka kuharibikiwa, angalia rafiki aliyokuwa ameharibikiwa. Haya ni mafunzo, ni maneno matukufu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tuangalie jambo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuhusia nalo, basi ima liwe ndani yake lina faida ama ndani yake liwe na madhara. Kama tumeambiwa ya kwamba mtu anakuwa juu ya tabia rafiki yake, bi maana kwamba faida yake inakuja kwamba umchague rafiki ambaye atakuwa na faida na wewe katika mwenendo wa maisha yako. Lakini pia hasara inakuja ukimchagua rafiki ambaye hana mwenendo mzuri, hana tabia njema, hana mambo mazuri katika maisha yake, basi ni wazi na wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wana tabia mbovu. Leo hii ukitaka mtu mwenye ilmu, basi akae na mwenye ilmu. Lakini pia ukitaka kuwa mlevi, kuwa na mlevi, utakuwa mlevi tu. Na haya ndio madhara ambayo tunayopitia katika maisha yetu haya kileo. Tuangalie vijana wetu leo wanavyoharibika, ni kwa sababu ya maisha ya kuiga. Mtu anamuiga mtu fulani kwa kuwa ni rafiki yake, naye anamuiga. Ni wazi mtu huyu atafuata tabia ya rafiki yake, hadi maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana tumeambiwa pia hata wazazi
wana haki ya kumchagulia mtoto rafiki. Baba au mama ana haki ya kumchagulia mtoto rafiki, na pia ana haki ya kumkataza mtoto ya kwamba huyu si rafiki mwema, achana naye. Mzazi jiulize, je, unamchagulia mtoto wako rafiki? Je, unachunguza tabia za rafiki wa mtoto wako? Je, unaangalia mtoto wako ni nani rafiki yake? Na hapa ndipo wazazi wengi tunapofeli, tunapoacha watoto wanaingia katika tamaa za kidunia kwa sababu ya kuiga tabia za marafiki. Tuwachagulie watoto wetu marafiki bora. Tuwafundize tabia bora watoto wetu ili wawe na marafiki waliokuwa bora. Hapo tutafaulu katika maisha ya dunia na kesho akhera. Kwa sababu ukimchagulia mtoto rafiki bora, lazima na yeye kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni bora. Kuna kisa kimoja cha mwalimu wangu mmoja, cha shekhe wangu mmoja. Alikuwa na kijana ambaye ni mwanafunzi wake, lakini yule mwanafunzi ghafla akaja akabadilika. Kwa kijana huyu ameingia katika ulevi, katika uvutaji, katika uporaji. Ghafla alikuwa hivyo. Yule shekhe likawa lile jambo linamuumiza nafsi, linamuuma, kwa kuwa huyu kijana ilikuwa tayari anaelekea katika maadili aliyokuwa mema. Vipi amebadilika ghafla? Kipi kimembadilisha? Huyu shekhe akaamua kufuatilia nyendo za yule kijana, akamtafuta rafiki ambaye yupo naye kwa muda ule, lakini akaona hapana, afuatilie kwa ndani zaidi. Mpaka siku aje kumkuta rafiki yake mwenyewe, aje kumwambia rafiki yake ni huyu. Rafiki alikuwa ni mlevi, ndio maana naye akawa ni mlevi. Shekhe hapa yeye hakuchoka, akaamua kuwatafuta wote wawili. Malengo na makusudio ni kutaka kuwafunza katika maadili yaliyokuwa mema, ni kutaka kuwanyoosha katika njia iliyokuwa sahihi, njia ambayo itapelekea kupata faida wale vijana. Angalia kilichotokea. Shekhe akawaambia wale vijana, na muombeni mzazi wenu nikutane naye. Baina yule kijana ambaye alikuwa ni mwema akabadilika na yule rafiki yule kijana, shekhe akaomba mzazi wa rafiki wa yule kijana. Basi kweli siku kama siku imefika, wale vijana wakamfuata shekhe ili waende wakamkutanisha yule shekhe na yule baba wa rafiki wa yule kijana. Wakatoka nyumbani pale mguu mosi mguu pili. Kufika nyumbani wakamkuta yule mzee ambaye ndiyo baba wa rafiki wa yule kijana. Yani afadhali hata watu walikuwepo huku. Baba anafunguliwa mlango, shekhe anafunguliwa mlango, anakaribishwa katika chupa za bia, chupa za pombe. Hapa pana bange, pana mirungi, pana pombe. Shekhe anaambiwa, bwana shekhe karibu. Inna lillahi rajiun. Huu ni mtihani. Shekhe nyumba anakaribishwa ndani, kumewekwa pombe za aina mbalimbali, kumewekwa mirungi na bange juu ya meza. Shekhe anaambiwa karibu. Shekhe mmoja pale alitaharuki, alistaajabu, alisikitika, alihuzunika. Lakini akabaki kucheka shekhe. Kama bwana shekhe karibu. Alipokaribishwa, kama bwana mimi nimekuja kukufahamu tu ndugu yangu, sababu watoto zako hawa nawafahamu. Basi nimetaka tukujiridhisha kwamba mtoto wangu huyu anafikia wapi na rafiki yake ni nani. Basi shekhe ameshatambua rafiki ni huyu. Nitu kusalimia. Unafikia hapa shekhe alikuwa anasema nini?
mwanafunzi amebadilika, amekuwa tabia mbaya, huyu mtoto alikadhalika, wanaenda kwa baba angalau akapate suluhu, baba yeye mwenyewe ndio mkorofi wa kwanza katika masuala mazima ya ulevi. Hayo shekhe watasemaje? Kwa hiyo mzazi zinduka, una haki ya kumchagua rafiki wa mtoto wako, na una haki ya kumchunguza mtoto wako. Usimchunguze mtoto wakati kashaharibika, mchunguze kabla hajaharibika mtoto wako. Mlee mtoto wako kumchunguza. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.